Leo ni siku ya Jumatano tarehe 7 ya mwezi wa 12 mwaka 2016. Naitwa Harris Kapiga. Karibu katika Clouds Habari. Habari Clouds inakupa dakika 30 za kina zenye tija na zinazozingatia wakati wako kutoka pembe zote za dunia. Hizi hapa zinafahamika kama habari Tanzania. Wakati Tanzania ikiungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya usafiri wa anga, matukio ya ugaidi yametajwa kuwa moja ya tatizo kubwa linaloendelea kuwa tishio katika huduma hiyo. Antibashima Edwadi ameangazia siku hiyo na kuandaa taarifa hii hapa inayosoma kwako na Asia Matona. Miaka 15 imepita tangu dunia ilipozizima baada ya miji ya New York pamoja na Washington DC kukumbwa na mashambulizi ya kigaidi. Shirika la habari la CBS ni moja ya chombo kilichoripoti moja kwa moja tukio hilo na ghafla kushuhudia ndege ya pili ikishambulia. It does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. Matukio hayo bado yanaendelea kuyanyima usingizi mataifa mbalimbali ulimwenguni ikiwemo Tanzania. Dr. James Du ni mwenyekiti wa maandalizi ya siku ya kimataifa usafiri wa anga ambaye anatumia siku hiyo kufafanua kwa kina juu ya matukio hayo ya kigaidi kwenye usafiri wa anga. Kuna watu ambao pote duniani wanaona jinsi vijana wetu wanajiunga na vikundi haramu vya ugaidi kama ISS ambavyo vinaleta madhara kwa nchi ambazo tayari najua mna taarifa kwamba huko Syria, Iraki na kwingineko Afghanistan hapako salama. Kapteni Lulu Malima ni mmoja wa marubani nchini ambaye anataja baadhi ya tahadhari za awali zinazopaswa kuchukuliwa kukabiliana na matukio hayo. Inatakiwa mtu ukaguliwe ipasavyo. Kwa hiyo ndo maana kuna courses ambazo zinatolewa za security na jinsi ya kuhandle airport kama airport. Ugaidi utakuwepo, lakini pia inatakiwa ianze na sisi wenyewe kama sisi wazawa nchini kwetu. Pamoja na changamoto hizo, usafiri wa anga unabaki kuwa moja ya kichocheo kikubwa cha uchumi, hali iliyolazimu serikali ya awamu ya 5 kuingilia kati na kulifufua shirika la ndege Tanzania ATCL baada ya kushuhudiwa likiyumba na kisha kupotea katika ramani. Serikali imepanga kupeleka fedha za dawa muhimu na vifaa tiba moja kwa moja kwenye akaunti za vituo vya afya na zahanati ili kuharakisha manunuzi ya bidhaa hizo. Austin Beardie amefuatilia taarifa hii na kuiandaa, halafu inasoma kwako na Jacqueline Kombe. Uhaba wa dawa muhimu katika hospitali za rufaa, wilaya na zahanati umekuwa wimbo unaoimbwa mara kwa mara na wananchi kutokana na uhaba huo kusababisha vifo na maumivu kwa wagonjwa. Ili kuondokana na tatizo hilo, wadau wa sekta ya afya wameiomba serikali kuhakikisha inapeleka fedha zote bilioni 250 zilizotengwa kwa ajili ya manunuzi ya dawa na vifaa tiba kwa mwaka wa fedha wa 2016-2017. Kuiomba serikali kutoa pesa zile za dawa, zile bilioni 251 ambazo zimetengwa kwa ajili ya mwaka huu wa fedha, kuzitoa kwa mkupuo ili ziweze kununua dawa kwa wingi na kwa wakati. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Mpoki Ulisubisya ametaja mwarobaini wa tatizo hilo la ukosefu wa dawa katika hospitali na zahanati. Fedha za huduma za afya zinapopeleka kwenye halmashauri ni mlolongo mrefu sana mpaka kufika kituoni. Kwa afua namba 1, tunataka tupeleke fedha hizi kwenye vituo vyenyewe. Tunasema hakuna pesa, lakini pesa zipo, ila haziko kwenye vituo, ziko somewhere. Tunasema dawa hazipo, lakini dawa zipo kwa sababu hatujatumia zile pesa kwa makusudi yaliyotarajiwa. Takwimu zinaonyesha kuna uhaba wa 52% ya wauguzi maeneo ya vijijini, huku 74% ya madaktari wanapatikana mijini, hali inayochangia vijijini kukosa huduma bora ya wataalamu. Rais Dr. John Pombe Magufuli anatarajiwa kuongoza Watanzania na viongozi wa serikali katika kuadhimisha miaka 55 ya uhuru wa Tanzania itakayofanyika Ijumaa ya Disemba 9 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. James Letu ameandaa taarifa inayosoma kwako na Godfrey Kusolo.
Desemba 9 mwaka 1961, Tanganyika ilipata uhuru kutoka kwa Mwingereza pasipo kumwaga damu baada ya jitihada zilizofanywa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yapo maendeleo makubwa yaliyofanyika tangu kupatikana kwa uhuru katika sekta mbalimbali ikiwemo usafiri, uchumi, miundombinu, mawasiliano, teknolojia katika awamu zote 5. Desemba 9 mwaka huu, Rais Dr. John Pombe Magufuli ataongoza Watanzania kuadhimisha miaka 55 ya uhuru kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anavyoeleza. Wajitokeze kwa wingi katika viwanja vyetu vya uhuru kushiriki kuanzia asubuhi na mapema, kuanzia saa 12, saa 1 mnakaribishwa katika vile viwanja ili tuweze kumlaki rais wetu na tushuhudie pia mambo mbalimbali yatakayokuwa yameandaliwa na ndugu zetu wa maadhimisho chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Tanzania inaadhimisha siku ya uhuru huku ikijivunia amani na utulivu ulioendelea kudumishwa enzi za waasisi wa taifa hili. Sherehe hii au maadhimisho haya yanafanyika kwa mara ya kwanza tangu rais wetu mpendwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli aingia madarakani. Kama mnavyokumbuka, mwaka jana alitoa maelekezo na sisi wana Dar es Salaam tulinufaika nayo. Shughuli za maandalizi ya sikukuu ya uhuru zinaendelea kufanyika katika uwanja wa Uhuru tayari kwa kufanyika kwa maadhimisho hayo. Asante. Serikali na wadau mbalimbali wanaojishughulisha kuwasaidia watu wenye uraibu wa mihadarati wameombwa kuweka kipaumbele katika kuhakikisha kwamba inafuatilia wanawake wanaotumia dawa za kulevya. Ruiza Gedusi ameandaa taarifa inayosoma kwako na Mahija Zayumba. Idadi kubwa ya waraibu wa mihadarati wanaofariki nchini ni wanaume, hali inayowafanya baadhi ya wadau nchini kulisahau kundi la wanawake wanaotumia vileo hivyo na hivyo kuchochea uhalifu. Kundi la wanawake wanaotumia mihadarati limekuwa hatarini kutokana na kujihusisha na vitendo vya uporaji pamoja na wizi, kama mmoja ya waathirika hao anavyobainisha. Umekamatwa labda na polisi, upo kituoni. Kisha ukamatwa kituoni, polisi anakuambiaje, bwana jizamini. Umeona, kama una ndugu jizamini. Kujizamini unajizamini vipi? Askari anaweza akakutoa pale, lakini anataka afanye tendo na wewe. Taasisi ya wanawake waliokuwa wakijihusisha na utumiaji wa dawa za kulevya TANPAD inatembelea moja ya kijiwe cha waraibu na kujiunga nao ili kufanya usafi eneo la feri, ikiwa ni njia ya kuwaunganisha na jamii. Sisi ni sawasawa kama watu wengine, kwa sababu tunaweza tukafanya kitu ambacho kikaonekana katika jamii na jamii wakaikubali. Lakini 1, 2, 3 wanayekubali, wasiokubali ndo wambakia na kukubali kwamba wale hawawezi. Rehema Peter ni mwanaharakati kutoka taasisi ya TANPAD, anaeleza sababu za kutembelea kijiwe hicho. Ina maana sisi wanawake huwa tunapokuwa katika harakati zetu za matumizi, tukikutwa na askari au wanaume zetu nao ambao tunaishi nao, sometime wao wanaweza wanatutumia vibaya. Kama hivi wanakuwa wanaumwa sana hapa, wanakufa ovyo, wanakuwa hawana ndugu, wengi wapo hapa, wanalala hapa, hawajui pa kulala wapi wala wapi, wanalala kwenye vibanda tu. Zaidi ya vijana 1000 mkoani Morogoro wamechaguliwa kujiunga na mafunzo ya stadi ya kushona nguo kwa teknolojia ya kisasa ili kuweza kukabiliana tu na tatizo la ajira. Merina Robert kutoka Morogoro ameandaa taarifa inayosoma kwako na Saleh Masud. Akifungua mafunzo hayo, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi na vijana, Antoni Mavunde amesema taifa linakabiliwa na uhaba wa nguvu kazi katika maeneo mbalimbali. Hivyo kupitia fursa hiyo anatoa wito kwa vijana ambao wamepata nafasi hiyo kuonyesha juhudi katika mafunzo hayo ili waweze kufanya kazi vizuri. Juhudi za makusudi za kuwezesha upatikanaji wa ujuzi sahihi miongoni mwa nguvu kazi yetu zinahitajika, na ndio maana sisi chini ya ofisi ya waziri mkuu katika moja ya mipango yetu mikakati yetu tuliona jambo kubwa kabisa la kuweza kuwasaidia vijana wa Tanzania ni kuhakikisha kwamba tunawapatia ujuzi ili ujuzi ule uwasaidie waweze kujiajiri na kuajiri vijana wengine. Hata hivyo, katibu tawala wa mkoa wa Morogoro John Ndunguru, hoja yake kubwa ikawa ni kuhimiza uwekezaji na ujenzi wa viwanda mkoani humo, huku meneja ya kiwanda cha Mazava Nelson Mchukia amewahakikishia vijana kuwa lengo la mafunzo hayo si kupata ujuzi tu, bali ni kuchukuliwa na kuingizwa katika ajira. Mwezi wa 9 tulikuwa na kikao cha uwekezaji mkubwa kabisa, mpaka sasa tumepata
wawekezaji 15 ambao watajishughulisha na kilimo cha miwa na kufungua viwanda vya nyama. Lengo sio kufundisha tu na kuachia ngoli mitaani. Lengo ni kufundisha na kuwachukua. Mafunzo ya stadi za kushona nguo katika teknolojia ya kisasa yameanza kutolewa Julai mwaka huu katika viwanda mbalimbali. Baada ya kutazama ukuaji na hatua zake za mti wenye matunda mengi mazuri, leo nitakukaribisha tena uweze kutizama namna ambavyo mti huo umepita katika hatua kadha kadha na kugeuka kuwa tegemeo la kupendwa na watu wengi. Kumbuka mti huu sasa unatimiza miaka 17 tangu kuanzishwa kwake. Aziz Kindamba ameandaa taarifa ambayo inasoma kwako na Tamim Adamu. Ni asubuhi na mapema miaka 17 iliyopita, muziki mzuri ulisikika kupitia masafa ya 88.4 kutokea jijini Dar es Salaam. Hakika burudani iliyoambatana na elimu ikawa ndio sera ya redio hiyo. Vijana wakatenga muda wao kusikiliza na wakaongeza hamasa kila ilipofika dhuhuri, ambapo idadi ya wanawake na akina dada waliotega sikio kusikiliza redio hiyo ikaongezeka. Hakika burudani ikaendelea kubamba kila ilipofika mchana. Napiga muziki, watu wanapagawa, watu wanakusha kazi. Wapo ambao uzalendo uliwashinda wakajikuta wakiweka wazi hisia zao. Bwana Clouds FM wanakita mangoma. Utasikia nyimbo mpya kibao na madiji wake ni kiboko. Ukisikiliza redio hii ni furaha tupu. Ilipofika saa 1 jioni, masikio ya wengi yalifanya kazi yake, huku macho na mioyo ya wengi ikiruhusu hisia kali. Hakika miaka 17 ya mti huu mzuri wenye matunda matamu imekuwa na mafanikio mengi. Shukrani kwa wewe uliokuwa nasi kwa kipindi chote. Tunakuahidi mambo mengi mazuri mbele ya safari. Shukrani zangu ndo tumaini langu, uvumilivu wangu ndo imani yangu, tabasamu langu ndo jasiri wangu, na furaha yangu ndo siri ya maisha yangu. Ukisikia nikisema na shukuru, jua nina kila sababu. Ya kusema asante, 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 asante. Shukrani za dhati zikufikie wewe. Maisha marefu na umaarufu na udumu Clouds Media Group. Lakini kama ilivyo kawaida, jicho la moyo pia limeangaza hapa na pale. Nikukaribisha ili tuweze kuangalia nini mwewe amekiona siku ya leo. Karibu sana. Ndugu zangu wahandisi, bango hili ni lenu na hamwezi kulikataa, maana utambulisho wenu wote umo ndani ya bango hili. Hamutoki abadan. Bango hili lilikuwa likiutambulisha mkutano wenu uliofanyika tarehe 1
mpaka tarehe 2 mwezi wa 9, na tokea kipindi hicho hadi sasa miezi 2.5 imepita, lakini bango lipo. Hilo hapo. Umeliona eh? Anachokiona Mwewe katika jambo hili ni kukosekana kwa adhabu za kutosha juu ya wanaotelekeza mabango yao kama nyie ndugu zetu wakandarasi. Kama bango hili lingekuwa linalipiwa, lingeshaondolewa, maana mkutano ulishaisha kitambo. Mwewe anazishauri halmashauri husika, hebu wekeni adhabu kwa mabango au matangazo yanayotelekezwa kama haya, ili bango au tangazo liwekwe kwa sababu maalum na lilipiwe. Kukosekana kwa faini hizo ndizo kunakopelekea matangazo ya mikutano ya miezi 3 iliyopita kubakia barabarani hadi leo, kama hili la wakandarasi lililopo Ubungo Mataa. Mwewe hana chuki na mtu, lakini akiona jambo ambalo halijakaa sawa analionesha tu yeye, halafu anaruka. Hilo ndilo jicho la Mwewe. Punde mimi nawe tutakuwa sote katika habari kimataifa. Ukiwa Mtanzania wa kisasa, ni hakika unahitaji kwenda na muda. Ungana na habari kimataifa kwa habari za wakati huo huo.